Mwanangu isubiri. Sababu mbona naganda huko tondoke bwana. Oa, una uhakika ndo huku? Ndo huku na uhakika blaza. Bwana uje ukimkamata mbwege huyo. Uje mke wangu uje mida. Yaani mimi mwenyewe kanizidi nguvu tu blaza. Twende jeshi langu, twende. Twende jeshi. Roki. Baba jamani ndio kwambia pia kanizidi nguvu vile vile. Twende simba wangu, twende. Vipi tena brother, twende? Twende wapi bwana? Sio kweli kaka. Sio kweli bwana, tumevuka mito, mabonde, milima. Huyo mtu yenyewe tujamuona. Wewe sio kweli bwana. Wewe unazingua mdogo wangu. Brother, kweli mimi nimeona kweli, ila kuna mazingira yalitokea, kuna mshamba alikuja, kuna mtu chizi si chizi, mimi hata simuelewi, si katoka Milembe ule. Omari, sikiliza Omari. Hizo bange unazovuta, nina uhakika hizo bange. Na ndio maana mimi nakwambiaje, uoe mapema. Hivi vitu bila vakuwa vinasaidia mdogo wangu, umeshasikia? Yaani ukiwa hujaoa kama yale mambo hujafanya muda mwingi, vinachanganya pia kaka. Yaani brother wewe, yaani hutaki kuniamini. Kama hutaki kuniamini sawa, lakini mimi ninachokuambia kipo cha kabisa. Leo jamani mwacha huku ila kuna mazingira kama nilivyokuambia brother, kuna mtu alitokea chizi si chizi, yaani hata eleweki kava, yaani si nguo za kijani si nyeusi si hata sielewi yani. Sikiliza ngwambie, mimi nishachoka. Ushaona? Kuhusu mke wangu niachie mimi mwenyewe, sawa? Wewe hayakuhusu. Na kuhusu jamaa utajua mwenyewe na mipango yako, ila nisikilize. Kuanzia leo hii hivi sasa, wewe mali sio mtu. Wewe utakugombesha mimi na mke wangu. Kwa hiyo sasa nakuomba usikanyage nyumbani kwangu. Hivi brother unachokiongea unakimaanisha kweli? Namaanisha. Upo serious nacho? Yaani unajua mimi nilikuwa unajua mwanamke nimemtoa. Unajua mwanamke nimemtoa wapi yule? Unanikutana naye pale? Nimemtoa mbali huko. Yaani nilikopo pale mimi ndo nimalize, umekuja pale wangu mapepe sio au unamtaka yule mwanamke mzee umeshindwa kuongea. Nimtake wa nini mshangazi wewe ndio unaona mimi likalangu mimi lile likalako wewe nitake mimi eti kweli? Sasa umenikatisha utamu wangu. Afa unakuja unanzulisha huku mara sijui mke, mara sijui jamani ueleweki babu. Umeshasikia nisikilize sasa. Mimi nakuomba ndugu yangu kwa usalama tu. Umeona? Mimi naye ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Tusije nikaja kuonekana mbaya katika familia. Mimi nakuomba ndugu yangu kuanzia leo kwangu sikanyage, niache mimi na maisha yangu. Upo serious kweli brother unachokiongea? Namaanisha. Upo serious nacho? Bwana nisikize, hapa ninapoongea hapa mimi sijapagaa wala akili yangu iko vibaya. Wewe fanya maisha yako na mimi fanya maisha yangu. Ushasikia? Chana mimi mshamba. Ila brother wenyewe yote maisha alafu lenyewe kikaburi tusione nyumba. Bwana, utajua mwenyewe mshamba wewe. Sasa unaenda wapi kwa brother? Mimi naenda kumpata demu wangu leo mwacha pale naenda kuchikwichi. Ila brother nao unazingua ushaanza mambo mapenzi ni ani brother mambo yani mwanamke tu kisa mwanamke kanifukuza. Nitaenda kufanya maisha yangu baridi tu. Omari. Hivi Omari, wewe una nia gani na mimi? Unataka kuniwa pressure eh? Umenichoka. Nikuchoka kivipi? Na unataka nikuue kivipi? Ndio maana sikuelewi. Wewe kama umenichoka unaniambia tu bwana mimi Jasmine nimekuchoka. Maana sio kwa matukio yako nachoka mimi jamani, nachoka. Kila siku wewe na matukio na wewe. Hivyo hapo nimeshapata taarifa tayari umeshamfokoa mtu simu. Uongo kweli? Nifokoe simu kivipi mimi? Nifokoe simu ili wewe. Unanipenda? Nakupenda sana tu mama mkali. Mama mkali wako eh? Aya niambie simu ulifokoa iko wapi? Kuhusu simu, wewe nikupe simu. Kuhusu simu, tukweli simu nimeikosa. Ila wale watu walionikimbiza, nimefanikiwa kukimbia hawajanikamata. Nashukuru Mungu kwa hilo. Unajua mimi nina mbio.
Utakuja ufe wewe. Hujaumia kweli jamani? Niumie wapi mimi? Afu wewe. Tuachane na hayo mamkali. Achana na hizo lawama. Shukuru Mungu umeona salama. Ila ngoja nikwambie kitu. Nimetoka kuongea na brother asubuhi. Ameniambia kuhusu poa. Na hivyo kutoka huko kote nilikuwa nakutafuta wewe. Ili ikiwezekana mimi na brother tulete barua kwenu. Wewe. Usiniambie. Kweli kabisa sio. Jamani. Mimi mbona nitanenepa mtaani sema jamani. Utakuwa unanunulia mabaya kila kitu nini? Kuhusu hilo tu mamkali. Sijali. Na mimi nataka nivae nipendeze kama mashoga zangu. Afu nitakupa zawadi. Nakupa kitu kizuri utakipenda. Kitu gani tena? Asa mbona unaibu tena leo nikifika naenda kuku. Sema hivyo. Kweli? Kwa hiyo dukani vipi? Maana uko unakwenda. Bana achana na kutunduke basi. Alhamdulillah bila mimi na mke wangu nimekukuta. Niambie mume wangu. Nimechoka. Za mizunguko huko ulikotoka. Aisee, kwa kweli nimezunguka kweli. Maana nimezunguka kijiji chote, yani chote kukutafuta mke wangu. Mume wangu mimi nilikuwa saluni. Nywele zile zilikuwa zinanuka wiki mbili mume wangu. Kwenye hilo tu kunijali, nikupe sifa yako. Ila sasa nilikutana na Omari. Omari? Omari akaniambia sijui ulikopo bondeni, sio kuta bondeni uko na mwanaume gani sijui huko. Yaani huko yani sijui uliko na mwanaume chini kwa yani da. Mimi nakwambiaga mume wangu, Omari yule ananitaka. Kuna siku nikienda huko chooni, anakuja kunichungulia. Sema tu sikwambiagi mume wangu. Kuchungulia? Ndio. Hivyo Omari ana matatizo gani huyu? Yaani ndo maana mimi namwambia Omari atafute mke aoe na aondoke hapa. Bora hata ulivyofanya hivyo mume wangu. Anakuja kunichungulia na kaga tu kimya mume wangu. Aya mimi uko bandeni nimeenda saa ngapi ni kwa kusuka. Yaani bana ni Omari, yani ujue yani mimi kama nikikuwa na kiza kushikiwa nikimsikiza Omari, sasa mimi mke wangu shakupata haraka. Kwa sababu yani kanizululisha, yani kapia kabisa na uhakika alikuwa nao. Tumezunguka tumeshuka mabonde, mito, yani tumezunguka kwenye majani huko yani da. Yani ujue Omari yule. Yaani Omari yule mpuuzi ujue Omari. Ila ujue kuna kitu moja kinanichanganya. Wewe uliniaga unaenda kwenye vikoba. Na hapa kaja rafiki yako mmoja apoleza yule anadai kwamba kwenye vikoba sio hivyo vikoba yani hata sijamuelewa. Ila maelezo yake anasema vikoba sio mmevunja sijui sijaelewa yani. Ngoja nikuelekeze mume wangu. Vikoba tumeelisha usi unajua msimu wa sikukuu. Mpaka mwezi wa 12 kuvunja vikoba. Nikasema nisipoteze muda niende saluni nywele zinanuka mume wangu utaumwa mafua. Kweli mke wangu unanipenda hapo kunijali tu. Uko vizuri. Ndio yani kusema kweli. Yani nimemfukuza kilo wangu bado kabisa yani bado inauma yani sio hata ningemfanyaje yani. Unajua yani ningefanyaje jue? Wewe niko nakupata haraka. Yani ningekukuta kule na wewe mshamba. Ila sema mke wangu mimi sio bure. Sio umenifanyaje hata ninavyokupenda hata kama ningekuta kule sika ningeweza kuacha. Najua mume wangu sasa sikia. Najua umezunguka huko umechoka. Nishapika, nishajiandaa nimetoka kuoga. Utaanza kula. Nianze kula, afa ndo nile. Habari yako Shem? Safi, mambo? Poa, kwema? Kwema, karibu. Vipi maendeleo? Maendeleo sio mazuri. Vipi ndugu yako, hujampata? Nimehangaika pa kutosha. Nimemaliza vijiwe vyote mpaka navirudia tena.
mtu sijamuona. Sasa atakuwa ameenda wapi? Mimi kwa kumkosa kwa kule nikajua labda huko amerudi. Hapana, hajarudi. Hata kimawasiliano naye mpate? Hapatikani kabisa. Kisha kwa changamoto. Maana ile kazi kule bondeni kule tulichukua hela kidogo. Alafu yule mzee mwenyewe ndo ananiforce ile kazi ikamaliziwe kule. Ndio. Sasa sio kesi. Mimi wacha nishuke kule bondeni nikamalize ile kazi. Alafu nitajua wapi nimtafutie. Basi sawa, ila ukimwona mwambie ndio hivyo, maana mnahitaji aloniachia karibia kuisha. Mimi hapa nilipo hata sielewi mpaka nakosa amani kabisa. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Wacha mimi nishuke wana kazini. Nikahangaika nitarudi nitachokipata chochote kitu nitakuletea. Sawa, nitashukuru shemeji. Ila kama siondoka kuna kitu nataka nikuulize hivi. Mimi nataka kujua tatizo hivi ni hii embe au kuna kinginecho? Hamna. Hatujawahi kukwazana kabisa. Ni hivyo tu, ni embe. Nilimwagiza embe mpaka sasa hivi hajarudi. Najiuliza hivi embe ndo mtu inkimbiza nyumbani kwake. Amwache mkewe tena mwenye hali kama hiyo ya ujauzito. Sababu embe kweli? Au unanificha shemu? Kweli shemeji, nakwambia ndio hivyo tu. Au labda si mawazo yangu na mkela ndio maana. Lakini mnakaa mkijua kabisa hata kijiji mimi ndo ndugu yenu. Kwa mko mnanificha changamoto zenu, mtakuwa mnanikosea. Hakuna tatizo shemeji, mimi sielewi yani. Sababu umezidi na shemeji. Kidogo tu unamtisha mzako nitakupiga vichwa. Kidogo mimi nitakupiga vichwa. Sasa mzako anaogopa mibichwa. Sababu yeye ndo mpigaji vichwa. Wewe tena kumpiga vichwa gani? Wacha mimi ndo mihangaiko ni kwangu. Nikipata chochote kitu nitakuletea. Haya basi poa, mimi napika hapa. Sawa, ila ishi kwa amani, punguza mawazo. Haya sawa. Mke wangu. Ambie mno. Ile shamba si bora tungelima sisi wenyewe rafiki yangu. Kuliponea kumkodisha mtu rafiki yangu, afa unaangalia shamba, sasa hivi mazao yamejaa kibao rafiki yangu na mvua hizi hapa hizi. Nilikwambia mume wangu. Shamba lile tupambane nalo, wewe ukakata tamaa, ukasema umechoka kwa sababu ya jua. Jua lilikuwa kali sana. Unajua rafiki yangu, jua limetoka linatoka kila siku ya Mungu. Jua lilikuwa linatoka. Haya ndo Mungu kaleta maajabu yake mvua imezesha. Sasa sijui utafanyaje. Na mazao kule chini ya meza kocho kocho. Odi hapo. Odi. Nani sasa hizi? Wewe mchafu wewe. Karibu. Odi paka ndani. Karibu kaka. Bwana D7 huyo. Hayo burudani hiyo. Lazima iodi hapo sisikie yani. Kaka bwana. Karibu ndugu yangu. Asante. Mambo kwa naona mbona muoe. Unaweza ukawa hapo vitu kama hivyo usivipate. Sasa hivi sana. Wewe mtu mzima. Karibu ndugu yangu. Habari yako wewe? Salama kabisa. Za siku mbili tatu. Alhamdulillah. Habari za mihangaiko? Ndo kama hivyo unavyoona ndugu yangu. Nashukuru. Sasa mimi uji wangu bwana kuja hapa kwako. Kuna shida moja ambayo inanisumbua sana. Na shida bwana mimi silali yani kupata usingizi yani mimi usiku naona kama mchana, mchana naona kama usiku. Yani huyo mtu jinsi anavyonieleza. Yule mzee Msumi kule wewe chini kule. Mzee Msumi? Msumi kule kama ile kama promokoni kule chini kule. Ule mzee mwenye basikeli ya chama yule? Ndio huyo. Sasa ndio mzee pale. Mzee mimi ya kazi yake. Kuna eneo lake yani nimfanyie usafi. Sasa kuna kijana mmoja hapa mgeni amekuja hapa anaitwa Nanda. Sio kama unamfahamu. Hapana, sijai kumsikia huyo kaka. Sasa kijana nimempokea mwenye kaja hapa na mkewe, nimempokea mwenye mkewe kijacho. Sasa nimempokea huyo mtu ndio nipanga naye kazi kwa. Hata hata hela tushachukua. Sasa bwana toka tulivyochukua hela ndio Sasa sijamuona tena. Nenda kule kumulizia kwa mkewe ananiambia la siku ya 3 nyumbani kwake hajarudi. Bwana. Na mimi nini tatizo kwa siku 3 hizo asirudi hapa nyumbani na uke kuna hali hiyo. Mimi sio alimwagiza embe sio kikoga sio nini. Basi toka alivyoondoka ndio mpaka leo hii. Sasa yule mzee mimi ananisumbua. Na mzee mwenyewe namjua mwenye mzee wa kukulokulo ile usiku. Namjua mzee. Sasa sija kuangalisha mtu mambo yake. Sasa ndio nataka tukaifanye ile kazi ile ilobaki kule kuchukue wewe. Sasa tufanye kitu kimoja. Kwa leo kusema kweli mimi sitaweza kwenda. Labda kesho. Na kesho yenyewe sasa sio asubuhi. Asubuhi tutaenda kuangalia ila jioni ndio bado tukifanya kazi.
ila tu ni kitu kimoja hapa, labda ufanye mipango kidogo, ipate hata hela kumwachia mama mtu hapa, ili tuende tukaangalie kazi yenyewe kesho asubuhi. Asubuhi ni uhakika kabisa. Sawa, sio tatizo. Mimi kikubwa nahitaji uaminifu tu. Unakuja kweli? Bwana, mimi na D7 watu wa muda bwana hapa Sisi ndo Wakongo wenyewe, sisi tumezaliwa mji huu bwana. Hiyo sio tatizo. Maana hata yule kijana yule ndio kwa hivyo, baba tuchukue hela bwana, mimi sikuangusha kaka mwenyewe na shida soma shemeji yako. Sasa tuwe kuchukua hela mchache. Sasa ndio wangu sio kaniangusha. Mimi ni mtu mzee mwenzio, siwezi kufanya mambo ya kitoto tena kaka. Haya mambo ya kitoto. Basi kusuia chai haina shida, mimi ngoja nikuachie. Unakuwa umetisha sana. Bwana, isebele. Wewe hatari mwanangu. Kawaida mambo pia nazo nyingi basi. Sema limenikuta tu janga. Fresh ndugu yangu, kesho uhakika. Basi bwana uache niende tangu basi. Haina shida. Ile mwanangu nakutegemea kwa usiniangushe. Sawa, usijali. Poa. Sasa umeshakuwa mwanaume. Ukisikia wanaume ndio kiume pesa. Kiume sio maneno.